Israel Mbonyi ni mwimbaji wa muziki wa injili maarufu kutoka Rwanda. Yeye ni mmoja wa wasanii wa injili wenye ushawishi mkubwa nchini Rwanda na hata Afrika Mashariki kwa ujumla. Jina lake kamili ni Israel Mbonyi Siangu. Kazaliwa Machi 20 mwaka 1992 huko Minembwe, DRC Congo. Mbonyi mwenyewe aliwahi kusema kwa kujigamba katika mahojiano miezi kadhaa iliyopita kwenye runinga ya Rwanda, na nukuu, "Mimi ni Mkongo Mnyarwanda. Mama yangu ni Mkongo na ingawa nilizaliwa na kukaa miaka miwili huko, maisha yangu yote nimekulia Rwanda. Ninahubiri injili kupitia muziki." Mwisho wa nukuu. Wazazi wake wote wawili ni Wakristo na ni raia wa nchi ya Rwanda. Hivyo, Israel Mbonyi kakulia Rwanda, Ruhengeri, katika nyumba ya Kikristo inayothamini imani na muziki. Tangu alipokuwa mdogo, mapenzi yake ya muziki yalikuwa makubwa. Hii ilimfanya aone muziki kama kazi yake ya baadaye. Israel Mbonyi ana shahada ya famasia aliyoipata wakati akisoma kule India. Alipata mafunzo kutoka kwa walimu wa muziki huko Musanze, Ruhengeri, Rwanda. Kati ya wanafunzi 30, yeye pekee ndiye aliyefanikiwa kupata ujuzi wa kuchezea gitaa. Mapema hakusubiri kushikwa mkono na mtu. Mnamo Machi 20, 2024, aliingia studio kutoa wimbo wake wa kwanza, Number 1, ambao ulikuwa sehemu ya albamu yake ya kwanza iliyopewa jina hilo hilo. Awali nyimbo zake karibu zote zilikuwa za Kinyarwanda. Miaka michache baadaye, Israel Mbonyi alitambulisha albamu zake zilizofuata kama Itansho aliyoitoa mnamo mwaka 2017, Hari Ubumiza mnamo mwaka 2020, kisha Mbwira mnamo mwaka 2022. Albamu hizi sasa zilijizolea sifa na mashabiki wengi hasa nchini Rwanda na Kenya. Albamu yake ya Mbwira iliyochezwa kwa lugha ya Kinyarwanda ilichaguliwa kuwa albamu bora zaidi Afrika Mashariki katika tuzo za Maranatha za 2020, ikikusanya zaidi ya watazamaji milioni 2 kwenye YouTube. Baadaye aliona Rwanda na Kenya hazitoshi katika kumpa nguvu ya kuitangaza injili. Uamuzi wake wa kujifunza na kuimba Kiingereza na Kiswahili ndio ulipanua wigo katika muziki wake. Mnamo Juni 26, 2023, kwa mara ya kwanza Israel Mbonyi aliachilia nyimbo yake ya kwanza yenye lugha ya Kiswahili ndani yake iliyoitwa Nina Siri. Ikawa moja ya nyimbo pendwa sana Afrika Mashariki, ikijikusanyia watazamaji zaidi ya milioni 80 YouTube. Nyimbo hiyo sasa ndiyo iliyokuwa sababu ya kwanza kabisa kwa Israel Mbonyi kwenda kutumbuiza Tanzania. Baadaye sasa alifuata na vibao kadhaa kama Kaa Nami, Yeriko, Yanitosha na Nitaamini. Vibao vyote hivi vikiwa na jumla ya watazamaji milioni 160 YouTube. Amewahi kupata tuzo kama Best Gospel Artist, msanii bora wa injili, kwenye tuzo mbalimbali za muziki Rwanda, Best Male Gospel Artist kutoka Rwanda Gospel Music Award, Best Gospel Song kwa nyimbo maarufu kama Nina Siri, Itansho na No Hari Impamvu, Artist of the Year kwa upande wa muziki wa injili kwenye matukio tofauti ya muziki. Kwa upande wa kimataifa, ameheshimiwa na kualikwa kuimba kwenye matamasha ya injili ya Afrika Mashariki kama Kenya na Uganda. Licha ya mafanikio makubwa, Israel Mbonyi amebaki kuwa mtu wa unyenyekevu, asiyependa kujionyesha kama mtu maarufu. Ameendelea kusisitiza kuwa lengo la muziki wake si umaarufu wala biashara, bali ni mtu wa kumtukuza Mungu, kuwafariji watu walipitia changamoto mbalimbali za maisha. Kufikia hapo sina mengi ya ziada. Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare video hii. Tukutane video mpya zinazofuata. This is Feed Epic. Bye bye.